Umepewa mtoto mwanaume, anasema ndio uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Kwa nini azaliwe mtoto ambaye ana uwezo wa kifalme? Hata kama wafalme walikuwepo, lakini peke yake mtoto anazaliwa na uwezo wa kifalme, kwa sababu huyu mtoto wakati anatoka mbinguni alitoka kwenye anga la kifalme. Alitoka kwenye anga la uweza wa Mungu wakati anakuja duniani. Unaelewa vizuri? Sasa kuna kipindi tunajiuliza maswali. Walikuwepo wakina Herodi, walikuwepo wakina nani, walikuwepo wakina nani? Herodi alipopata taarifa tu kwamba mtoto amezaliwa na nyota imeonekana mashariki, akasema sasa naomba mfuatilie, alafu mlete taarifa kwamba huyo aliyezaliwa huyo mfalme yuko wapi na mimi nikamsujudie. Lakini Biblia inasema lengo liko sio kusujudu, ila lengo ni kumuua mtoto. Amen. Alikuwa anahangaishana nini? Alichokuwa anahangaishana nacho Herode, alikuwa anahangaishana sio tu na mtoto, ila alikuwa anahangaishana na kile kiwango ambacho mtoto amekuja nacho. Sio shetani anahangaishana na mali zilizokuwa nazo, ila shetani anahangaishana na kile kiwango cha kimungu ambacho kinaishi ndani ya mtakatifu. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho shetani alikitazama, akaona mtoto anatakiwa adhibitiwe haraka sana. Amen. Ndio maana mbinu zikaanza kupangwa za kumdhibiti. Kwa nini? Kwa sababu Herode alikuwa ni mfalme mwenye sifa nyingi, lakini alikuwa na wasiwasi kwamba mfalme ambaye amezaliwa sasa hivi anaweza akanizidi sifa, kwa sababu ni mfalme ambaye ametabiriwa kwamba uwezo wa kifalme, na sisi ni wafalme ambao tunaishi na kutembea kwa uwezo wa kifalme. Kwa sababu mwenzetu amekuja na uwezo wa kifalme, atakuwa juu yetu. Amen. Kwa hiyo ndio wasiwasi sana. Kwa nini? Kwa sababu unajua mtoto anakuja nyuma amebeba uwezo, na sisi tumebeba uwezo, na tunaishi kwenye kiwango cha uwezo tuliokuwa nao, na sifa zetu kwenye kiwango cha uwezo tuliokuwa nao. Lakini mtoto ambaye anakuja nyuma, yeye anakuja amebeba kiwango cha uwezo wa kifalme katika mabega. Amen. Na kwa nini anasema katika mabega? Anasema katika mabega kwa sababu huu ndio mahali ambapo mtu anapata rank. Ndio maana maaskari wameweka nyota katika mabega yao. Sasa kumbe ule uwezo wa kifalme ilikuwa ni cheo cha kimungu. Ungeuke ndani yako, mwambie ni cheo cha kimungu. Amen. Kwa kuna binadamu kumbe anaweza kutembea alafu akatembea na cheo cha kimungu. Hata kama atatembea akiamini kwamba hawezi au aamini kwamba ana nguvu, lakini anaweza akatembea na cheo cha kimungu. Akasema uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Ina maana kuna rank, high rank. Tayari alibeba uwezo, alibeba nyota za kimbingu ambazo maaskari wa duniani hawana, majemedali hawana. Amen. Unaelewa vizuri? Sasa Herode alipotazama kwenye mabega akasema mimi ndio amiri jeshi sawa. Mimi ndio mkuu wa majeshi yote na amri ya mwisho, nasema kitu chochote hakuna mtu ambaye anapinga, lakini huyu atakayekuja nyuma yangu ana uwezo wa kubadilisha sentensi yote ambayo utaitoa, kwa sababu mimi natembea kwenye kiwango cha uwezo, lakini huyu amebeba uwezo kwenye mabega. Kwa hiyo kumbe kwa cheo ambacho amekuja nacho kutoka mbinguni anaweza kuwa mkuu kwangu. Akaanza kupanga mipango ya kumuua. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kupanga mipango ya nini? Ya kumuua. Lakini sikiliza vizuri, Biblia inasema hivi: Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme. Ina maana wafalme wako wengi sana, lakini nafasi ambayo Yesu amewekwa atakuwa mfalme wao. He is the king among them. They must bow down before him. Lazima waanguke chini wasujudu kwa Kristo. Ndio maana leo wafalme wa mataifa yote wanalikubali jina la Yesu na wanamkubali Yesu na wanakubali kile Yesu anachokifanya. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mfalme wa wafalme, kwa sababu anaishi kwenye anga la uwezo wake na wao wanaishi kwenye anga la uwezo wao. Na nielewa vizuri? Kwa sababu kumbe ndio tofauti inapoanza kuonekana. Anaitwa mfalme wa wafalme kwa nini? Sikiliza, kuna tatizo linatokea kwa watakatifu. Kuna kipindi unaweza kutamani kuwa na jina kubwa. Yesu akutamani kuwa na jina kubwa, ila alijua namna ya kujiposition. Nisikilize vizuri. Kama utajua kujiweka kwenye nafasi, kuna jina litakuja hata kama hujaliita. Hata kama hukuliomba. Kile kitendo cha kujiposition, kukaa kwenye nafasi sahihi
ambayo inaweza kupitisha mambo sahihi kutoka kwa Mungu, kesho na kesho kutwa itapelekea jina lako litabadilika. Hautaitwa Yohana tena, hautaitwa Michael tena, lakini kuna jina lingine unapewa. Yesu alikuwa na majina mengi, lakini majina yake yalitegemea na nafasi aliyokuwa nayo. Amina. Na ni nzuri. Kwa kama anaitwa mfalme wa falme, ina maana kwa sababu amewazidi wafalme wengine. Hata kama Yesu hajasoma, hata kama anaonekana amezaliwa kwa mtu dhaifu seremala ambaye anachonga tu mbao zake pale nyumbani, ana nafasi yote kule ikulu, lakini anakuja kwa jina la mfalme wa nani? Wa falme. Ina maana kufanya kitu, lakini tayari anaishi juu ya wafalme wengine. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana anaitwa mfalme wa falme. Sasa kumbe falme pia zimegawanyika. Kuna falme za kiulimwengu. Amen. Ina maana hata sisi kwetu tuko kama nchi, lakini pia ni falme fulani. Lakini pia kuna falme zingine au kuna mataifa mengine. Yesu anakaa kama mfalme wa wafalme. Amen. Anakaa kama mfalme wa falme. Mbili, kuna falme zingine ambazo zinaishi katika ulimwengu wa roho, na hizi tunaziita ni falme za giza. Sawa? Bado kwenye falme za giza Yesu anaitwa mfalme wa falme. Tena inawezekana kwenye falme za giza wamekubali zaidi kwamba anaitwa mfalme wa falme kuliko hata falme hizi za kidunia. Ndio maana kwenye falme za giza ukisema kwa jina la Yesu, hakuna mchawi anasimama, hakuna mapepo anasimama, hakuna mganga anasimama. Kwa nini? Kwa sababu unajua yeye ni mfalme wetu. Na naelewa vizuri. Sasa sio mfalme wetu kwa sababu kuna watu walipiga kula awe mfalme wao, ila amekuwa mfalme wa falme kwa sababu anaishi kwenye anga la uweza wake na anatembea ndani ya anga la uweza wake. Atembea katika anga la uweza. Na ndio maana watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Anaweza kwenda kwa mganga akamtibia, alafu kesho akarogwa tena. Haleluya. Amen. Leo anaenda lakini kesho analogwa. Kwa nini? Jiulize sana. Kwa nini leo anaenda alafu kesho analogwa? Anaenda alafu kesho analogwa kwa sababu hata mganga mwenyewe anaishi kwenye anga la mashindano. Na nielewa vizuri. Anaishi kwenye anga la nini? Mashindano. Na yeye amechagua kuishi kwenye anga la mashindano. Akirogwa na fulani anasema ngoja kesho niende sehemu fulani, fulani atanieleza kwa nini kanichezea. Sawa? Lakini leo kitu kimoja, kuna mchawi ambaye anaweza kuwa zaidi ya mchawi mwingine. Kwa hiyo kuna mchawi atakuroga, alafu ukienda kwa mchawi mwingine, huyo mchawi ambaye amekoroga anaweza kuwa na nguvu kuliko mchawi mwingine ambaye umeenda. Sasa kitu kinachotokea utaenda lakini atashindwa kusaidia. Kwa nini? Kwa sababu aliyesababisha ile tatizo ni mchawi zaidi ya yule mchawi ambaye. Amen. Na neno zuri.